Kama unaziota ndoto hizi hapa mara kwa mara, au imetokea mara moja ukawa umeziota ndoto hizi hapa, basi ujue wewe uko hatarini kabisa. Au kama ndo mara ya kwanza tu imeanza, ujue kabisa kwamba uko kwenye hatari ya kuingia kwenye hatari zaidi. Basi nikwambie tu, ndoto ni kitu ambacho kinatupa upeo, kwa sababu wengi tunalindwa na malaika na wengi vile vile tuna hofu ya Mungu. Lakini vile vile unapoona ndoto fulani unavyoziota zinajirudia rudia, basi ndoto hizo zinakuwa zina maana kubwa sana ambazo wewe unahitaji sasa uweze kujiweka sawa, au kama ulishaingia katika hilo tatizo ujue jinsi gani ya kujinasua. Leo nitakuelezea maana ya ndoto hizi hapa, na vile vile jinsi gani ya kuweza kujinasua katika hizo ndoto. Sikute inawezekana kwa unatumikishwa na wachawi, au tayari uchawi uko ndani yako, kwa sababu kuna watu vile vile huwa wanaishi huku wakitumikishwa na wachawi bila wenyewe kujitambua. Kuna wachawi wapo wanakula watoto, wanakula wanafanya vitu vya hovyo hovyo, lakini mmoja wapo na ukawa ni mtu ambao umeshirikishwa na uko katika hao wachawi. Sasa jinsi gani ya kuweza kuepuka hayo mambo, na ni jinsi gani ya kuweza kujinasua, au kwa wewe ambao unahitaji kumara ya kwanza tu, yani ndio wameanza kukunyemelea, kwa sababu tunaishi watu tofauti tofauti humu duniani na kila moja ana tamaduni zake na imani yake. Karibu sana, hii ni KBTV. Nikwambie tu kujiunga nasi ni rahisi mno, ili uweze kupata tiba zako bora kabisa za asili. Hapa kujiunga haina gharama yoyote bana, ni kubonyeza tu subscribe na kubonyeza alama ya kengele. Hapo tayari unakuwa mwanafamilia channel ya kupendwa kabisa ya KBTV. Karibu sana, na uweze kujua ni ndoto gani ambazo kama ulishawahi kuziota au unaziota, ujue basi uko hatarini na hatari inazidi kukusogelea, na mwisho wa siku utakuwa ni hatari zaidi. Karibu sana. Bwana, kama unaota ndoto unakimbizwa usiku, aidha unakimbizwa na mnyama ambaye haeleweki, au na lijitu ambalo, au na likitu ambalo wewe mwenyewe hulielewi, au hata hujawahi kuliona katika maisha yako, basi ujue kabisa wewe katika maisha yako, au katika hayo maisha unayoishi sasa hivi, hapo tayari umeshazingirwa na wachawi na kuna namna ambao wanakutumikisha. Ndoto ya pili ni kama ile ambayo unaota ukiwa unapaa. Unapaa kweli, unajisikia raha kweli yani, na unapaa, mawingu yanakuwa chini, mlima huko juu, au unakimbizwa unadumbukia makorongoni huko. I say, yani ukishafikia mazingira hayo bado ni ndoto hatari. Muda mwingi sana unakuta mtu hata akilala asubuhi anaamka amechoka sana. Inakuwa sio ndoto, inakuwa ni kweli unatumikishwa, na ni kweli unafukuzwa, na ni kweli inakuwa kinamna, kwa sababu watu huwa bana tuna nafsi. Unapolala inawezekana nafsi yako iko kwingine kule, inataabika na kuteseka. Na vile vile kama labda ulishai kuota ndoto ambaye labda uko sehemu moja unaparangana na mapaka yenyewe tena unakuta meusi, au vile vile unakuta labda kuna majoka makubwa meusi yanakufukuza au yamekungata, ndugu yangu, hapo kweli umeshapatikana na uchawi upo ndani yako. Ni kwamba watu wameshakuzingira tayari, sasa wanakuchezea wanapotaka. Zamani tulikuwa tukisikia story, lakini mpaka sasa hivi ipo na sio story tena. Wachawi humtumikisha mtu hata katika kazi zao. Unaweza ukajishangaa umelala usiku, kumbe umeamshwa, umeenda hata mashambani kukuvuna au kupalilia au kufanyaje, mwisho wa siku unaamka umechoka. Wengine hadi huamka ukutana wana matope, wamechafuka, lakini mwisho wa siku inakuwa sio ndoto tena, ilikuwa ni real, lakini ulikuwa ukifanyishwa kazi katika ndoto. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambavyo vinafanyika kinyume na maisha ya kawaida sisi, au kutumikishwa kinyume na maamuzi yako mwenyewe, alafu unajikuta unataabika au unateseka. Kuna ndoto mara nyingi sana zinawaijia watu, unaweza ukajikuta bana unaota unakula. Kuota unakula, unajitafuna kabisa, na mara nyingine unaweza kukurupuka kutoka usingizini ukajikuta bado unamalizia kutafuna au unacheua. Yani ni kama vile umeshiba, kama vile ulikuwa unakula kitu kitabu afu unajisikia kama unashiba. Kuna kawaida fulani hivi wachawi bana, kwa wale wachawi ambao wanatoa kafara, kwa sababu ili uwe mchawi lazima utoe kafara ndani ya familia yako, aidha mtoto wako, baba yako, mama yako, ndugu yako, yote ambao unampenda, ambao ni karibu yako. Kwa hiyo wanapofikia ile wakati wa kutoa kafara, wanatoa kafara aidha mtoto wa ndugu yake au mtoto wake au kadhalika. Kwa hiyo unakuta sasa yule mtoto akitolewa kafara ni kwamba huwa anamla nyama. Anaweza akashirikiana na washirika wake fulani kuweza kumla nyama, lakini zile nyama zitakavyobaki sasa, zinazobaki zile nyama ndo unakuta sasa tunalishwa. Kwa sababu lazima zile nyama ziishe. Kwa hiyo mtu anaweza kushangaa unaota ndoto unakula labda nyama, kumbe unalishwa nyama za vichanga, unalishwa nyama ambazo ni za kichawi. Unaona? Kwa hiyo pale akikulisha, akimaliza, yani mpaka ndo masharti yake mpaka ziishe zote, sibaki hata kidogo. Unaona? Kwa hiyo mwisho siku utajikuta sasa wewe unalishwa bila kutaka, na unakuta unataabika kweli kweli, na
au unashiba kweli kweli na unakula kweli kweli, basi ukiona hivyo unaota ndoto za mara kwa mara za kujitafuna na kuamka ukiwa unacheua, au unaota ndoto za ajabu ajabu ukiamka ukiwa umechoka, basi ni kweli kabisa unatumikishwa, na ndoto hizo inakuwa sio ndoto kweli, ni live, lakini kwa sababu wewe ulishalala unajua tu hizi ni ndoto ambazo nilishawahi kuziota au naziotaka. Usipuuzie hizo ndoto, zina maana kubwa sana, na hizo ndoto vile vile zitakufikisha pabaya kama wewe haujahitaji kujitoa katika hiyo sehemu mbaya. Kwa sababu wengi sana tunawashuhudia, tunafanya kazi kwao labda maofisini, huwezi jua mtu amepata wapi hela mpaka hiyo kampuni yake imekuwa hivyo, ana mihela kibao mnafanya kazi, mko wengi, mnalipwa wote mishahara. Huwezi jua, maisha yana siri kubwa sana. Unaona inawezekana hata hizo pesa anazowalipanyie yeye anawatumikisha, kuna muda nyinyi ndio mnaenda kuzichukua, aidha kuziiba au kina namna moja au nyingine, ili kuweza kuzileta hapo. Mwisho wa siku unakuta sasa nyie mnatumikishwa tu, mnafanya kazi, maendeleo hakuna. Mwisho wa siku unafanya kazi, wewe unakuwa ni mtu tu wa kurudia, labda kulipa kodi ya nyumba, umeumwa, umepata hela kidogo, limeingia tatizo, matatizo kwako hayaishi. Bana, tunaishi katika wakati mgumu sana, lakini kuna wakati natakiwa tuweze kujuzana na kujua ni jinsi gani ya kuepuka hayo mandoto. Kwa sababu kama mfano fulani, sio mfano, ni vitu ambavyo vipo. Kuna kitu ambacho kinaongelewa sana, chuma ulete. Bana, chuma ulete ni vitu ambavyo vinafanyika na ni vipo. Lakini chuma ulete, kuna aina nyingi sana za chuma ulete. Katika yule mtu ambaye amejiunga na ile kampuni au namna ya chuma ulete, kuna uwezekano mkubwa sana akawa na vitu vyake ambavyo kwenda kumkusanyia fedha, ambayo ndio chuma ulete. Yani anakusanya fedha na anakuwa nazo na anazitumia na maisha mengine yanaendelea. Lakini kuna uwezekano mkubwa hata wewe unayeota umelala katika kitanda chako ukawa unatumikishwa kuzikusanya hizo fedha, lakini zisikufaidishe chochote zaidi. Tena ukienda kufanya kazi kwa huyo mtu tena ndo anatumia fedha hizo kuweza kukulipa. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo unaweza kuvifanya bila kukubaliana navyo, yani unafanyishwa kwa nguvu. Sidhani kama mnanielewa. Yani unafanya kitu ambacho wewe mwenyewe hujaamua kutoka au hujaridhia kutoka moyoni, bana hiki kitu mimi nakifanya, lakini unakuta ndo tayari unafanyikishwa na kitu kinaenda na kinafanyika. Sawa, kwa sababu kama kuna rafiki mmoja nilishakutana naye katika comment, na vile vile tukabadilishana mawasiliano na tukaweza kuonana katika video zilizopita. Aliniambia yeye ana changamoto za kuwa anaota. Akiota ni anapaa, na akipaa anaenda mbali, lakini anaenjoy sana. Unaona? Lakini wakati mwingine anaota vile vile akiwa katika mahusiano akiwa na mwanamke mzuri sana, na ni kweli akiamka asubuhi anajikuta sehemu zake zina unyevu au anakuta ameshajichafua. Unaona? Lakini katika maisha yake yote vile vile alishawahi kuwa na mahusiano mara moja tu, na hapo tena hajawahi kuwa na mahusiano tena. Akawa na mahusiano, akiwa akitafuta mahusiano, yani anaweza kaongea na mwanamke saa hizi ya asubuhi, labda ikifika mchana wameshagombana tayari, wameshaachana. Ikifika hivyo akiongea na mwanamke kuhusu kuoana, akiondoka mwanamke na yake aona bana taratibu zingine zifuate, wakija kikutana tena ni maadui. Hivyo vitu vipo kwa sababu yeye pia alikuwa anamilikiwa na mapepo, au alikuwa anamilikiwa na kitu ambacho kilikuwa kinampenda. Yani unajua kuna ile saa zingine unaweza ukaoa ndotoni au ukaolewa ndotoni bila wewe mwenyewe kujijua. Mwisho wa siku ukawa unaishi maisha ya kuweza kutumikia ndoa bila ya wewe kufahamu kwamba natumikia ndoa au natumikia nini. Lakini nilifanikiwa kumuelekeza, akajitibu mwenyewe, na mpaka leo ana watoto wawili na ana mke wake na anaishi vizuri, na zile ndoto zilipotea kabisa, na hata sasa hivi anaenjoy maisha yake na huwa anashukuru kila kukicha bana. Kwa hiyo hata wewe vile vile kama unahitaji au unaona kabisa kuna ndoto ambazo zinakusumbua, na kuna hivyo vitu baadhi yao nimevitaja au vingine vingi ambavyo wewe unakutana navyo, hebu naomba dondosha comment yako hapo chini ili tuweze kusaidiana. Mimi nitakuelekeza jinsi gani uweze kufanya ili uweze kujinasua katika vitu hivyo, au uweze kujinasua katika ndoto hizo chafu au mambo hayo mabaya ambayo unafanywa kiulimwengu mwingine, kwa sababu uchawi ni ulimwengu mwingine bana. Kwa sababu ndio maana unakutaga bana wana mawasiliano yao, na mwisho wa siku wana vikao vyao, na mwisho wa siku wanaendesha mambo yao. Kwa hiyo mwisho wa siku hata wewe vile vile unahitaji kujinasua kwenye haya matatizo ili ubaki kwa salama. Riziki yako ni ya kwako wewe
na familia yako, na sio tena uwe unatumikishwa, riziki inagawanyika inaenda kwingine, maisha yanaendelea kuwa magumu. Basi niwakaribishe sana kwa nyie ambaye ndo mnajiunga kwa mara ya kwanza, au kwa wale ambao umepita tu bahati mbaya katika channel yako pendwa kabisa hii hapa. Nikwambie tu kujiunga nasi ni rahisi mno, bonyeza subscribe na alama ya kengele, hapo tayari unakuwa mwanafamilia wa channel yako pendwa kabisa ya KB TV. Karibu sana kwa wewe ambaye ndo unajiunga kwa mara ya kwanza, ila kwa wale wanafamilia mimi niwaambie tu endeleeni kuenjoy. Katika video inayofuata nitakuelekezeni ni jinsi gani ya kuweza kujinasua kwenye matatizo kama hayo. Dondosha comment yako, halafu mwisho wa siku nitakufuata, mwisho wa siku nitakuelekeza, maisha mengine yataendelea. Karibuni sana mpaka katika video ijayo, niwaambie tu bye.